Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili ya Afrika. Napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza kwa Mama Kibonge. Leo tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo katika juma la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa niseme kwamba kuna kiumbe anaitwa Kajun. Kajun ni kiumbe ambaye kama viumbe wengine, lakini sifa yake kubwa yeye ni kuuza au kununua. Anampenda mtu na kumfanyia kazi yule ambaye anayeuza na kununua, kama broker, mtukati ambaye yeye biashara zake za kuuza aidha magari, pikipiki, baiskeli au kuuza viwanja, mashamba, godauni, nyumba na kadhalika. Ni vitu kama hivyo. Hata mtu wa migodini ambaye kazi yake yeye anafanya kazi, baada hapa akipata mzigo anauza, hata wa mazao. Tumeelewana? Kwa yeye anampenda hivyo. Na kiumbe huyu sharti lake ni moja tu ambalo kwa lugha ya kibinadamu na kwa mtu mtafutaji anaweza kulifanya. Sio lazima mtu awe na muujiza, hapana. Sharti lake itakapofika siku ya Tuesday kwa saa za kizungu, saa 12 asubuhi na dakika 45 mpaka saa 6 mchana na dakika 45 huruhusiwi kufanya mapenzi. Yaani iwe mke na mume au hawala au yoyote yule, huruhusiwi kufanya mapenzi wala kupiga masturbation. Nikisema hivi naeleweka kwa sababu kuna vijana na kuambia, je, hiyo option hairuhusiwi. Huruhusiwi kutoka manii, labda dharura, yani bahati mbaya ambayo yenyewe labda ulipitiwa na usingizi ukaamka tu ukajikuta umechafuka, sawa, lakini sio kusudi la kutoa manii mwenyewe kwa mkono au kwa kufanya jimai. Huruhusiwi. Adhabu zake zinakuwa ni mbili, mojawapo lazima ikupate. Adhabu ya kwanza ni kufa kifo kibaya cha ajali au cha moto, lakini pili kuugua kichaa ambacho hutopona katika maisha yako yote mpaka kupelekea kufilisika. Yani source of income yake, kama yeye kiumbe ndo amekupa hii pesa, atahakikisha imepotea yote. Lakini kiumbe huyu ni mzuri na ni mwema sana kama viumbe wengine. Kwanza ni Muslim pure, ametoka katika koo za Muslim kabisa kabisa, yani hajasilimu kama baadhi ya viumbe wengine, na hilo ndio sharti lake. Nikutoe hofu kwa wewe mwanafunzi ambao unasema, je, baadaye hatobadilika kwa story ambazo unazozisikia? Hapana kabisa. Kiumbe kama ukifunga naye mkataba na sio wa damu, basi kiumbe huyu hatokuja kukiuka mipaka yenu, labda wewe ndio upitie kwenye majaribu hayo. Lakini pia mwanafunzi wangu, kiumbe huyu faida zake ni hizo na simple use. Kwa mfano, kama wewe unauza kitu, labda hii ndio pete yako na unauza, tuchukulie hii ndio simu unauza, basi kazi yako kuifukiza tu. Chakula chake ni easy sana, ni udi au ubani, na ukiwa umeifukiza ule moshi ndio chakula chake. Kwa hiyo wewe ukiwa unafukiza unatia nia vile unavyotaka. Kwa mfano unataja majina yako, naitwa Babu Bidabida na nahitaji nipate kuuza simu yangu kwa 2,000,000, na kama ina thamani hiyo basi unauza pasi na wasiwasi wowote. Kwa hiyo hata kama lethe kwamba ulikuwa na nyumba unauza, basi we kazi yako kutaja tu kwamba nauza nyumba yangu, nahitaji unitafutie wateja. Nyumba iko plot sehemu fulani, area fulani, basi umemaliza. Hata kama kuwepo katika lile eneo, kikubwa unasibishe tu yale majina ya yule mwenye eneo na mazingira sehemu ulipo. Baada ya hapo utaendelea kuipromote kidogo kwa wateja 2 watatu. Alafu utaona, yani huwezi maliza laundi, lazima utakuwa umefanyaje, imeuzika. Kwa hiyo iko hivyo hivyo hata kwenye gari au pikipiki ni hivyo hivyo. Unataja number plate, unataja na aina ya gari, unaisifia hivyo. Inapendeza huo umeivaa au kuwa nayo popote pale unapoenda, basi kadri utakavyokuwa unajenga nayo experience ya haina shaka yoyote. Na hakuna sharti lingine tofauti na hilo. Yani hawezi kukuomba damu, hawezi kukuomba sijui utoe sacrifice ya nini. Hakuna kitu chochote ambacho kitakachokuwa kipya tena. Na mkataba wake ni mrahisi sana. Kwa mfano kama hivi umedumu naye na unahitaji kuachana naye, pia unaweza ukaachana naye. Sio lazima eti ufunge naye milele, hapana. Kwa hiyo ni hivyo easy sana.
Gharama zake kumiliki ni milioni 5 za Tanzania. Lakini usisahau kwa sasa tupo kwenye kipengele cha ofa ambacho mtu anaweza kumiliki mwenyewe. Nimekueleza faida zake, hasara zake ni nini, na tutaangalia katika episode ya pili kwamba je, nini ufanye ili kuendelea, nini ufanye ili uweze kummiliki kiumbe wako huyo. Kwa hiyo yote nitakuja kuelekeza katika episode ya pili ili ukae ukijua kwamba kuna faida lakini kuna hasara zake na namna ya kumwendesha. Hasara zake ni moja tu ambayo ukiacha yale ambayo atakayokuambia, kwa mfano kuomba pasipo kuchoma udi au ubani, hasara zake kama nilizokuambia ni mbili. Lazima utapata madhara yake mojawapo. Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu vingi vya kukea na vinahitaji usikivu sana sana sana. Kwa hiyo nikutakie kila la heri na mafanikio mema kusikiliza katika episode ya pili kwa wewe ambaye mwenye kuhitaji kukaa riadha. Asante sana.